Pia mimi nimependa maneno ya matendo na nimependa action and I saw potential in young people there and I'm very happy. One of my product Joakim Simiyu sasa saini ESG wa Safina, na mimi nafurahi moyoni mwangu nikimwona pale nasema basi Kenya kila mtu akona potential. Manu, hapa Kenya tukipatia mtu platform nzuri, kila mtu a stable environment, everyone will thrive. You see, you are a good journalist. Ready on. Yo, what's up? What's up? Karibu sana. My name is Manu. And of course hapa hivi niko na mheshimiwa Hagai Tenye Mrisho. Asalamu alaykum. Niko salama salimini ndugu yangu. Labda wewe. Uko poa? Mimi niko poa. Nashukuru Mola kwa maisha ambayo ametupatia. Ndio. Mbona kuna majina ya Kiswahili ya? Unajua nini? Hayo majina yangu hata kwa uchaguzi iliyopita kuna watu walia baada ya kugundua mimi natoka kumbe jamii yao. Walia, mbona wako nipigia kura? Na hiyo inaonyesha ukabila kweli umekithiri katika Jamhuri yetu ya Kenya. Mimi ni Mkenya na hao ndio majina yangu. Hii majina ni yako? Ya, naam. Iko kwa kitambulisho? Kwa kitambulisho changu. Hagai Tenye Mrisho Ekene. Juu nikiangalia majina tatu ni gani na Jembe Mwenge Odiao. Jembe. Hao ni majina yangu yote. Wewe kama Mswahili, West African. Yeah, wewe kama Pan-Africanist. Wewe ni Pan-Africanist. Mimi ni Pan-Africanist kubwa sana. Napenda maneno ya Afrika, napenda mila na utamaduni kwa sababu tukieneza hizo ndiposa nchi yetu inaweza endelea. Tukiwa tuna mambo ya wazee wetu ambao waliaga, tunawaenzi, tunafanya utambiko zile walikuwa wanafanya, Uafrika wetu uendelee, kwa sababu hiyo tukifanya inatuletea wale wazungu wanakuja na serikali inapata hela. Tukiacha tamaduni zetu sasa tutapelekea wapi? Na kwa hivyo mimi naendelea kueneza maneno ya kina Kwame Nkrumah, maneno ya Uafrika yani. Hapa nchini tunaona jamii ya Masai. Mimi nawapenda sana, hao ni marafiki yangu. So tunaendelea kukuza yani mila na utamaduni wetu. Ndiposa serikali inaweza pata hapo, vijana pia wanaweza pata ajira kupitia hiyo, wale tour guide. Unajua, si tukiacha mila tukiweka mambo ya wazungu wakikuja hapo wapate mambo yao, basi watakuja nchi yetu ya Jamhuri ya Kenya. Wenye wakujui, Hagai ni nani? Hagai ni katibu mkuu kwa sasa, ni katibu mkuu wa Bunge la Nchi la Kitaifa. Na yeye pia ni msomi mambo ya fedha, Chuo Kikuu cha Nairobi. Yeye ni Mkristo, yeye ni mcha Mungu, yeye pia ni mtu wa utamaduni. Yeye ni Mkenya na ni mfanyabiashara. Nikiuliza hivi, nikiangalia speeches zako each and every time, unapenda sana kuguza nisemaje, Pan-Africanists wenye walitangulia kama Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Nyerere, tuko na Sakoture. Nini na kuinspire? Mbona unapenda hii? Mzee hapa anaitwa Yoweri Kaguta Museveni, generali. Huyo ni mtu yangu kabisa na namuunga mkono mwaka 2026 kuwe rais wa Jamhuri ya Uganda, kwa sababu hata juzi uliona vile hao wanasimama na yeye wanaongea puzi ujinga. Kwa hivyo mimi naenzi hao viongozi kwa sababu walikuwa na nguvu ya kuongoza nchi zao, walikuwa na hiyo nguvu ya kuongoza nchi yao na waleta Uafrika pamoja. Ndipo hata nani akapinduliwa na baadaye akakufa kifo kingine ya tatanishi sana. Kwame Nkrumah wa Ghana. Yani nasikia uchungu sana. Patrice Lumumba, kijana hapa demokrasia ya Kongo, kijana wa nguvu. Ngawaje Mobutu pia alikuja akaweka watu pamoja. Mobutu Sese Seko kubendua za banga. Samora Machel. Hata unafanya anataka kulia jamani. Mozambique, mtu wa nguvu. Kurudi pale upate pale Zimbabwe upate mtu yangu anaitwa nani? Robert Gabriel Mugabe, RG Mugabe. Mtu wa nguvu kabisa. John Pombe Magufuli huyu wa Tanzania, watu wa nguvu. Mzee Mwinyi, Julius Kambarage Nyerere,
Watu wa nguvu hapa Kenya tulikuwa na Tom Joseph Mboya, nakumbuka. Tukawa na JM Kariuki, tukawa na Dr. Robert huko. So hawa ni viongozi. Tuko na John Michuki, mtu wa nguvu. Hata Jaramogi hakuwa mbaya, pia alikuwa anataka uhaki yake hapo, pia yeye ako hapo. Pio kama Pinto. Hawa ni viongozi, lazima tuongee maneno yao. Do you think those leaders, do we have such leaders nowadays? Currently, the current parliament I don't see. Hao sioni, ndio maana tunakuja. Tumeona kuna pengo. Na Wakenya tunawaomba mwaka 2027 jameni, mtuonee nini? Mtuonee huruma jameni, tuweke tuenzi, tuchukue tabia ya hao watu. Turudishe ndio Afrika, Kenya ikuwe mahali pa nguvu. Yaani tuwe na viongozi ambao wa Afrika wanaweza wana kweli. Tunaona Rais William Ruto. Wacha niseme jambo moja kwa Rais William Ruto. United Nations General Assembly, UNGA, ilifanyika New York. Waafrika wote wamesifu rais wetu William Ruto kwa sababu aliongea kule kama Mwafrika halisi. Aliwaambia mbele yao kule New York. Na hivyo ndio vile Robert Mugabe wa Zimbabwe alikuwa anaongea. Hivyo ndio vile Idi Amin Dada alikuwa anaongea hata kiwa huko kwao. Sasa Waafrika wameona William Ruto. Na kuna watu hapo wanamharibia jina katika hizo pages za international. Na Wakenya, mimi nataka kuambia jamii, ukabila wetu tusieneze huko. William Ruto aliongea mzuri sana kuweka Wakenya pamoja na kuweka Afrika pamoja na kuambia wazungu jameni, lazima muheshimu wa Afrika. Na mimi nilifurahi moyoni mwangu nikiona kule TikTok. Si uliona hiyo speaker? Kwa msomi, yeye ni msomi, Daktari William Samoei Arap Ruto. Na mwenzi yeye ndio anaenzi tabia ya wale viongozi tulikuwa nao kama Robert Gabriel Mugabe. We want a strong Africa. Leo sijabeba rungu yangu bwana. Leo sina nguvu. Hata nilikuwa niulize rungu bega wapi? Beba rungu yangu, umejua watu wangu wamenipata hapo akasema gai lazima uongee, tunataka kusikia sauti yako. Nikamwambia sijabeba rungu, lakini niko na ya kichwa. Kwa interview zako nishaye kusikia mara mingi vile unaongea. You really love Africa. Kabisa, mimi ni Mwafrika. Na unapenda sana utamaduni ienezwe na ikae. Good leadership. Good leadership. Tushaona transparent. Hagai, nikuulize, tushaonanga watu kama hao. Mtu akienda kuomba kura during campaign times, anaongeanga kama Mandela, Martin Luther King, Malcolm X. Akishaingia pale, story na change. Nini inafanyanga watu wa change? Siwezi ongea maneno ya watu, naongea maneno ya Hagai. Na Hagai hata ukiuliza wale ambao nilisoma nao primary, shule ya msingi, wale nilisoma nao katika shule ya sekondari na hata university, watakwambia Hagai hajawahi badilika. Wengi hata wataniona kwa TikTok yako, watasema Hagai hajabadilika. Hata utaona Hagai mimi hapa chuo kikuu cha Nairobi, vile niko ndio vile nilikuwa. Mzaliwa wapi? Na mimi nimezaliwa katika jimbo ya Nakuru. Nakuru. Early 90s. So wakati nimekuja bunge la wananchi, pia walisema Hagai akiwa pale basi Hagai ataeneza maneno yale alikuwa anaeneza, na kumbe waliona ukiwa hapo kwa bunge, kwa sababu ulifanya bunge ijulikane. Kumbe it's a serious thing. Yes. That is a speaker, organizing, ilikuwa inaonekana everywhere. A good student of John Njoroge Michuki. Mimi ni Michuki kabisa. Hiyo idea ya kupeleka bunge hivyo, ilitoka wapi? Ulitoa wapi? Hiyo idea, mimi nimependa maneno ya matendo na nimependa action. And I saw potential in young people there. And I'm very happy one of my product Joakim Simiyu. Sasa saini SG wa Safina. Na mimi nafurahi moyoni mwangu nikimuona pale. Nasema basi Kenya kila mtu akona potential. Manu. Hapa Kenya tukipatia mtu platform nzuri, kila mtu, a stable environment, everyone will thrive. You see, you are a good journalist. If now you are running your own things, you will thrive. Yes. But kama tutawapatia space ya kuthrive, watu hataendelea. Lakini wakati wangu, uongozi wangu, wakati nilikuwa speaker, niliweka mkakati. Hata wale wanauza kahawa, wale wanauza chai walikuwa wanapata mshahara yao ya kila siku. Mambo ya wezi ikaisha. Mambo ya wezi ikaisha. Nyinyi pia mkaendelea. Urongo kweli? Mambo mkapata. Hatukuwa na mambo ya media. Si wewe. Wakaendelea, kila mtu aendelee. Haya, wale ambao walikuwa wanaongea pale, wale pia wanaenda biashara zao. So hiyo ndio uongozi jamini. Uongozi ni kufanya kila mtu a benefit. Si wewe peke yako. Hagai alisimama kuwania kuwa rais wa bunge la mwananchi na hakuweza kushinda. Do you think hiyo kitu ilikuwa effect?
Ilini affect vibaya sana. Ilini affect vibaya sana. Wajua nilikuwa na ideology nzuri. Alright, yeah. Na uchaguzi ulifanyika Friday. By Sunday watu walikuwa wananipigia simu. Hagai pole, tumekosa. Kwa sababu ya mmekosa unafikia ni wewe unachukua. Yeah. Wajua vile nilipanga, lakini sasa watu wakiona yeah. Unaelewa tu Mkenya. Naelewa. Wajua mimi nilikuwa tu na ideology. Yeah. Mzee Raila Amolo Odinga alinisaidia. Mzee Raila Amolo Odinga alinipatia fedha. Na haikutosha. Kwa sababu pesa iliingia pale mingi. Alright. Pesa ile Raila alinisaidia nikagawa katika maeneo ya Rift Valley, wale members focus from Rift Valley, members from Kambani, yes. Members from Luo Nyanza, na nikaweka hiyo pesa kwa mobilize kwa leta kunipigia kura. Kukuja hapo wakapata mambo haya. Sivyo? Tukimalizia what's the way forward for Hagai? Way forward, mimi sasa ni katibu mkuu wa bunge la wananchi la kitaifa. Yeah. Na niko na mpango mahususi kuhakikisha kwamba kupitia kiti changu tutaweka bunge iendelee mbele. Alright. Bado mimi ni kiongozi na sitaacha bunge kwa sababu bunge nimetujenga. Kama katibu mkuu nitahakikisha kwamba talent kupitia nyinyi, na leo nimekutana na wewe Manu, umejua na kuonaga tu kwa mbali. Nasema huyu Manu nitakutana na yeye lini? Unajua tangu niache bunge bado naendaga huko mara moja, lakini tarudi. Niko na mpango mahususi kwa sababu itabidi umerudi juu, umelea watu wengi sana. Nimelea watu wengi. Wamenipigia simu, hata simu yangu sina hapa. Nimeweka icharge huko. Watu wananipigia, Gai uko wapi? Tumesema pole, tulikukosea, lakini mimi sina chuki, sina kinyonga na mtu, sina ubaya na mtu. Mimi niliuza sera, ingawaje fedha yetu haikutosha ile tulikuwa nayo. Mzee Raila Amolo Odinga na mbunge wa Manyata, rafiki yangu wa nguvu, anaitwa huyu kijana chairman wa Kenya Young Parliamentarian Association. Wa Manyata, si unamjua? Kijana mzuri sana, alinisaidia sana. Mkunji alinisaidia sana. Yeye pia alinisaidia wakati imebaki masaa 5 hivi kura ishi. Wananchi wanaendelea kunipigia simu, bwana tumekwama. Mimi nikapigia tu Mkunji. Mkunji akanitumia hela kidogo 10, akanisaidia nao hivi, nikafanya nao mobilization. So nawashukuru sana Raila Amolo Odinga na Mkunji kwa kunisaidia wakati ambao nilikuwa na wahitaji. Kwa sababu na mimi nimefurahi na niko na matumaini ya kwamba nitakutana na Raila Amolo Odinga tena. 2027. Uko na mpango gani? These ideologies the government needs. Yeah. In the country. Yeah. And all African in general. 2027 unaipangaje? 2027 bado ni mapema. Mimi ni mchezaji. Mcheza namba 9. Mimi ni mchezaji namba 9 na sichezi, nikipata mpira lazima ingie. Na wajua nataka nikuwe realistic. If I get a mentor, a political elite for mentorship, then rest assured I'll be in the national assembly. I want to be realistic with my vision. You know, I'm an economist. I'm a financial economist. Huwa tunasema kitu ambacho tunaona. If I get a political elite to give me platform and to mentor me, the rest is history. The rest will be history. All right. Bunge la wananchi nimeshinda, nitaiweka laini, nitakuja huko kabla wiki haijaisha. Na utaona, nitakwambia Manu. Karibu. Thank you so much guys.